Sura ya kwanza. Hebu niitazame ripoti yako, alinitafadhalisha Malkia Maube, msichana mmoja mdogo mwenye makeke na madaha. Miaka mingi baadaye bado naukumbukia uso wake ulivyokuwa umeshamiri bashasha na tabasamu adhuhuri ile. Ilikuwa ndio mwanzo Bi Juma kanipa ripoti yangu ya mwisho ya muhula wa kwanza katika darasa la pili. Alipoona na sita kumpa, Malkia Maube aliinyakua ripoti mikononi mwangu na kuanza kuichanganyia macho. Kisha aliangua kicheko kikubwa kuliko vile nilivyokuwa nimewahi kusikia maishani mwangu. "Oh, kumbe wewe ndio umekokota nanga? Umevuta mkia? Namba msiembe," alinikejeli na kunijeja. Hapo ndipo iliponibainikia bayana kuwa nimekuwa wa mwisho darasani, mnyonge wa wanyonge, zuzu wa mazuzu, nambari 72 kwa wanafunzi 72. Nilifikwa na wimbi la soni, nikatamani ardhi ipasuke inizike mzima mzima. Nilikuwa na umri wa takriban miaka 7 hivi. Naye Malkia Maube labda kanizidi kwa mwaka mmoja. Alikuwa mtoto wa Bwana Hilary Maube, jirani yetu, aliyekuwa mwalimu katika shule ya msingi ya St. Joseph's, ambapo babangu ndiye aliyekuwa mwalimu mkuu. St. Joseph lilikuwa jina la pahali pakubwa kitongojini mwa mji wa Kitale, palipojumuisha shule ya kutwa ya msingi na chuo cha walimu cha bweni kwenye kiambo kimoja. Mwaka 1974 chuo cha walimu kilipoondolewa rasilimali yake yote isiyohamishika na nyingine inayohamishika ikachukuliwa na shule mpya ya sekondari ya mseto na bweni. Mimi niliyashuhudia mabadiliko haya, ukiwemo mgomo mbaya sana uliotekelezwa na wanafunzi dhidi ya mwalimu mkuu wa sekondari Bwana Obwao. Baadhi ya watu maarufu nchini Kenya waliwahi kusomea kwenye shule ya msingi ya St. Joseph. Makamu wa rais wa 8 tangu Kenya kujipatia uhuru, Michael Wamalwa kijana, aliondokea kuwa msemaji wa Kiingereza mwenye ufasaha mkubwa, na hali kadhalika Abdulrahman Baraza almaarufu Abdul Baraza, mwanasoka hodari wa timu ya taifa Harambee Stars, ni miongoni mwao. Wamalwa kijana na Abdul Baraza walisomea katika shule ya msingi ya St. Joseph kabla ya sijawasili huko. Baba alipowasili St. Joseph mnamo mwaka 1968, kijana Wamalwa alikuwa tayari amekwisha hitimu masomo yake ya shule ya msingi. Wakati huo kijana Wamalwa alikuwa tayari kamaliza masomo yake Uingereza, anafundisha kwenye kitivo cha sheria cha chuo kikuu cha Nairobi. Hata hivyo, wakati huo babake Seneta Wamalwa ndiye aliyekuwa maarufu zaidi nchini. Lakini Abdul Baraza alikuwa bado mwanafunzi pale St. Joseph's, kakaribia kumalizia darasa lake la 7. Na jina lake lilikuwa bado halijavuma ndani na nje ya taifa zima la Kenya. Nilianza kusoma St. Joseph Januari mwaka 1971. Malkia Maube alikuwa kwenye darasa moja nami, tukiandamana pamoja kwenda skulini, vianda vyetu vya miguuni vikiramba umande wenye baridi shadidi kila asubuhi, na kurudi naye nyumbani nyakati za jua kali la utosini. Yeye alikuwa keshajua kusoma na sijui kajua vipi kioja kile. Angeweza kusoma ripoti yake yenye alama za fahari na kisha kunisomea mpororo wa nunge zangu na za fedheha. Alitokea kuwa nambari 7 darasani mwetu muhula huo, jambo alilolikariri safari nzima kama rekodi ya santuri iliyokwama tulipokuwa tukirejea nyumbani kutwa hiyo. Mimi nilikuwa
nyongea na kuvata kama mtu aliyekatwa ulimi. Sikujua kama ilifaa au haikufaa kuwaonyesha wazee wangu ripoti ile nifikapo nyumbani. Katika akili yangu ya kitoto isiyokuwa na shaka palikuwa na kazi aina 3 zilizonisubiri katika mustakabali wangu baada ya kuhitimu masomo. 2 nijichagulie mwenyewe, nyingine 1 baba alinipendekezea. Kabla ya kwenda shule, nilikuwa nimemweleza mama azma yangu ya kuwa askari polisi. Hilo ndilo lililokuwa chaguo langu la kwanza. Niliona jinsi hata watu wazima waliponywea wakawaya na wengine kukimbia, hasa waliokuwa hawajalipa ushuru wakati polisi walipopita kwetu kijijini. Nilitaka nikuwapo nikawa mtu mzima nami niwe askari polisi, ili watu wenyewe wanywee na kugwaya nikitokea na bastola yangu na sare iliyopigwa pasi ikapigika. Kifufumkunje kiitwacho redio ndicho kilichonifumbulia chaguo langu la pili. Nilitamwa na kidude hicho kidogo kilichotoa sauti kikazungumza na kuimbaimba nyimbo za aina. Baba alikuwa miongoni mwa watu wachache waliokuwa na redio kwetu kijijini. Wala sio kupiga chuku kusema hivyo. Nakumbuka jinsi majirani kadhaa walivyokuwa wakija kwetu jioni kusikiliza matangazo ya mpira, matangazo ya vifo na taarifa za habari, na pia kumega matonge ya sima aliyoisonga mama Karimu pale alipo. Nilitafakari sana kuhusu kisanduku hicho kidogo, jinsi kilivyoweza kuwameza watu anuai ili waseme wakiwa ndani ya tumbo lake dogo kwa sauti zao mbalimbali. Mwanzoni ilikuwa taabu kuyashika majina yao, lakini baada ya muda yakanata majina hayo kwenye akili zangu. Nikawa na yakariri kama msalihina anapozihesabu punje za tashbihi. Leonard Mambo Mbotela, Steven Kikumu, Job Isaac Mwamto, Muhammad Juma Njuguna, Hassan Mazoa, Abdul Ngalawa, Amina Muhammad, Fred Manju, Sera Ndumba, Amina Faki. Mama alishangaa siku moja nilipomwambia kwamba lazima hao watangazaji wawe watu wadogo sana ndipo wakaweza kutoshea ndani ya tumbo la kidude hicho kidogo kilichowameza wote kama samaki aliyemeza Yona wa Biblia. Mama aliangua kicheko kikubwa. Nilipoongeza kuwa sikutaka kukua niwe mkubwa, nilitaka badala yake niwe mdogo ili nami nitoshee kwenye tumbo la kidude hicho kidogo, maana nilitamani kuwa mtangazaji wa redio. Baba naye alikuwa kanipendekezea kuwa kazi ya uhandisi ndiyo ambayo ingenifaa zaidi. Sikuelewa mhandisi au injinia kama baba alivyosema kwa kutumia neno la Kiingereza jukumu lake lilikuwa ni nini hasa. Baada ya kudadisi kidogo nikafikia mkataa kwamba mhandisi ni fundi magari anayevaa msurupwenye usiotazamika na kuyakarabati magari ya watu wenye nafasi zao. Nilikuwa nimewaona watu wa aina hiyo mjini Kitale wakiyafanyia matengenezo magari ya kila nui. Baya zaidi kwao hawa wahandisi ni uchafu. Yale mafuta na mavumbi yaliyozagaa kwenye misurupwenye yao na vitanga vya mikono yao na nyuso zao na shungi za nywele zao, sikuwa na hakika kama uhandisi ulionitaka baba ni ufuatie ulikuwa kazi ya kuvutia. Hata kama nilikuwa zuzu wa mazuzu, nilikuwa na akali ya akili kidogo. Kutambua kwamba huwezi kuwa askari polisi au mtangazaji kama unakokota nanga darasani. Lile sikuwa na hakika nalo. Ni kama mtu kweli anahitaji elimu yoyote
ya vitabuni kujichafua kwenye msurupwenye chini ya magari. Labda mtu ovyo na bunga kama mimi, ambaye kwake masomo yalikuwa sawa na kuondoa jongoo mchuzini, huishia ajira mbaya kama hii ya uhandisi. Ndivyo nilivyowazia, huku nachapua miguu, naye Malkia Maube akiendelea na ndaro na hamrere zake. Nilihofia kwamba kwetu watani wapatakuwa na zaidi ya kuchekwa, kukebehiwa, kusutwa na kubezwa kama alivyonifanyia Malkia Maube. Maskini mimi, zumbukuku mwisho wa reli, sijui be wala te. Nilimkuta mama nyumbani anapika au kapika tayari cha mchana, sikumbuki vizuri. Alikuwa katoka shamba kuja kututembelea mjini. Nikamkabidhi ripoti yangu iwe na yawe tu, kana kwamba natingisha kibiriti nione kama ndani kuna njiti. Nilijitarajia aripuke kwa hasira kama bomu la atomiki nililokuwa nalisikia likitajwa sana redioni, au anicheke kwa cheko kuliko cheko la Malkia Maube. Mama alinitazama kwa fadhila na kutabasamu. Nasikia hata sasa sauti ya mama alipotamka la kutamka, utafanya vyema zaidi muhula ujao. Najua fika wewe si numbukuku. Niliachama hilo, sikulitarajia. Naye baba aliporudi baadaye siku hiyo na kuiona ripoti ile, mwitikio wake ulikuwa huo huo. Hakuhamaki na kuniponda. Kaka yangu tumbo, ambaye mimi kwake mlungizi, alikuwa kawa nambari 11 katika darasa la 4, nayo hakunikebehi kamwe kama Malkia Maube. Na ndivyo ilivyokuwa kwa wakubwa zangu wengine waliokuwa kwenye shule ya sekondari wakati huu, Kuto na Nambuye, na ambao nao walikuwa visu vikali masomoni. Ili mradi aila yangu nzima haikukata tamaa kuhusu uwezo wangu kimasomo, na hivyo kunikatisha mimi tamaa. Miaka mingi baadaye, nilipopata shahada ya uzamifu au PhD katika mojawapo ya vyuo vikuu vyenye fahari nchini Marekani, nilikumbukia mwitiko wa aila yangu juu ya matokeo yangu shuleni. Nilikumbukia hasa kauli ya hayati mama kwa uwezo na ubainifu mkubwa, najua fika wewe si zumbukuku. Walioniona zumbukuku wa milele wasomoni kama Malkia Maube, niligeuka mgomba uliopandwa changaraweni ukamea. Nilikuwa mtu wa pili katika ukoo mzima wa Bakoko kudiriki kupata shahada hiyo ya juu kabisa baada ya mkoi wake baba Profesa Kakwai Opicho. Aidha, katika wajukuu na vitukuu wa bibi na babu zangu na pande zote mbili, ndimi niliyekuwa mtu wa kwanza kabisa kuwahi kupata shahada hiyo. Mpaka hivi leo bado naisikia hiyo sauti ya mama, kama kwamba katamka jana kauli hiyo. Najua fika wewe si zimbukuku. Ajabu ni kwamba katika siku zangu za kwanza skulini, kwa kweli sikuwa na mwao nini hasa kisa na maana ya kwenda huko. Sikuyapenda masomo. Badala yake nilikipenda vipindi vya mapumziko na kwata na siku kuu za kitaifa na siku za michezo, au wakati mwalimu wa kike, na kila mmojawapo wa walimu wa kike tukimuita madam, alipostaha kufuma fulana zake au za mumewe ama za mwanawe wakati wa masomo na kutuamuru twende nje tukacheze. Kila mmoja lilipotukia nilikuwa na furahi hadi ya kufurahi,
kama mtumwa aliachiwa huru au mahabusu aliyenufaika na msamaha wa rais wa nchi kabla kukamilika kifungo chake. Mpaka leo nakumbuka nilivyokuwa nikiondoka na mkoba wangu, uchwara na madaftari na kuuweka karibu na goli ya kijiti na ya mpira wa miguu uliotengenezwa kwa kufungamanishwa karatasi za nailoni na kamba ya katani. Haudundi uchezwapo mpira ule, ila kama umeundwa kwa ufundi zaidi na fundi ajuaye, kisha ningecheza na wenzangu charukwa hadi nikajisahau. Kama hatukucheza kandanda, tulicheza foliti, mwajificho, kodwe, kito, msake, mke wangu, au tukacheze na golodi ama na ufyefe. Baada ya mchezo kuisha, ningeondoka mara moja kwenda darasani au nyumbani bila mkoba wangu, uchwara wa madaftari. Tokeo ni kwamba kila siku ilibidi niwe na madaftari mapya, maana wapo waliokuwa wananiibia kutokana na mghafla wangu. Hata hivyo, madaftari mapya hayakuwa tabu kuyapata. Mtoto wa mwalimu mkuu pale nilipo, kuyapata madaftari mbadala au ya ziada kulikuwa kwangu kuramba dume, kwa sababu yakihifadhiwa kwetu nyumbani marundo kwa marundo. Sikwambii mengi yaliyokuwemo ofisini kwa baba. Kwa kweli nilikuwa na biashara ambayo baba hakuwahi kuigundua, ya kuuza kisiri. Baadhi ya madaftari hayo, hela haba nilizopata nikinunua pipi dukani kwa bwana baraza. Na walioniibia madaftari niliyoyasahau uwanjani waliniibia viatu vile vile, zile mara chache nilizokuwa navyo. Mama akininunulia viatu kwa tukizi, labda mara moja kwa mwaka au miaka miwili, akishauza mazao ya mahindi kwetu shambani. Na mara chache hizo nikifaidi uhondo wa kuvaa viatu vya tanga vilivyotengenezwa kwa mpira unavyonyumbuka na vilivyounguza vianda kama tanuri ya moto na kutoa mnuko wa kukirihisha. Sheria moja iliyokuwa inatekelezwa uwanjani lakini haikuwa imeandikwa popote ni kwamba ulikuwa huwezi kucheza mpira ukiwa umevaa viatu. Kwa hivyo kila mama aliponinunulia viatu, nililazimika kuvivua ili nicheze kabumbu na wenzangu. Na kila nilipovivua na kuviweka karibu na goli, sikuwahi kuviona tena kwa mghafla wangu na mkono wa wenzangu waliojua fika udhaifu wangu. Kutokana na hilo, sikumbuki kuwahi kumiliki jozi mpya ya viatu kwa zaidi ya wiki nzima. Nayo bidii ya mama ya kuninunulia viatu iliendelea kudidimia, ila usidhani hata kidogo kwenda shuleni bila viatu ilikuwa dhiki. Hata kidogo. Ulikuwa ukivaa viatu umekuwa na chongo katikati ya vipofu na ungeweza kutafahari. Ila kwa vile takriban kila mwanafunzi hakuwa na viatu, ilikuwa faraja ya kufa kwa wengi harusi. Darasa letu halikuwa na saa ya ukutani, ambayo hata nisingejua kuisoma kama ingekuwepo. Hata hivyo, niling'amua wakati wa kwenda nyumbani umekurubia kwa kuona mitambwa panya ikigeuka rangi na kuwa manjano hivi kutokana na makali ya jua la utosini. Kwangu moyoni rangi hiyo iliamsha cheche za matumaini, kwa maana iliashiria jua la adhuhuri lilikuwa limekaribia kushamiri au limeshamiri. Muda wa miuja wa saa 6 ulikuwa unakaribia, muda niliouenzi na kwa hamu na gamu, kama mkazi wa jangwani anavyokienzi kisima cha maji au mfungwa anavyotazamia siku yake ya kuachiliwa huru kutoka jela. Punde tu ilipofika saa 6, kengele ingelia ya
kuhitimisha masomo ya kutwa, ikiashiria muda wa kukonga kiu ya kumwona mama na kuonja tamu ya uhuru wa kutoka kwenye kuta za jela iitwayo darasa. Na kama ilivyokuwa ada, mwalimu naye alituimbisha wimbo wa kumuaga niliouimba mimi kwa kujituma, hasa kwa moyo wangu wote na nafsi yangu yote na pumzi zangu zote. Nasikia sauti, sauti ya mama, sasa ni saa sita, mwalimu kwaheri. Inashangaza kwamba baada ya kuanza kwenda skulini nilianza kuchoshwa na masomo. Ilikuwa vigumu kuamini kwamba ni mimi mwenyewe ndiye niliyemgasi mama kwa wito wa kutaka kwenda skulini mwanzoni. Nilikuwa mkamia maji, na kama wasemavyo mkamia maji hayanywi. Mimi ni kitinda mimba miongoni mwa watoto 5 aliowahi kuwazaa mamangu. Nakumbuka upweke niliouhisi wakubwa zangu wote walipokuwa wakienda na baba shuleni, ambapo akifundisha baba kiungani mwa mji wa Kitale, nami nikibaki shambani eneo la Cherangani. Kati ya kwetu shamba nilikostakimu na mama na shuleni walikosomea wakubwa zangu na kuishi na baba kulikuwa na umbali wa kilomita zipatazo 50. Sikuweza kuwaona baba na rubaa yake ya wakubwa zangu isipokuwa walipokuja kutuzuru mwishoni mwa juma au baada ya shule kufunga kwa mwezi mmoja katika miezi ya Aprili, Agosti na Disemba. Mara moja mimi na mama tulikuwa tukienda kuwazuru huko St. Joseph, nami nikitamani sana St. Joseph kuliko kwetu shambani. Baba alikuwa kapewa nyumba ya aushi na yenye vyumba viwili vya kulala, ukumbi na jiko. Ilikuwa nyumba iliyokuwa na maji ya bomba na nguvu za umeme pamoja na choo cha ndani. Kwetu shamba tulikuwa tunaishi kwenye nyumba ya msonge iliyotalizwa udongo na sakafu ambayo mama alikuwa akiipiga saruji ya samadi kila baada ya siku chache ili kuwafukuza funza. Choo kilikuwa cha nje na usiku nilikuwa siwezi kwenda peke yangu kwa woga ulionifuma mpaka anipeleke mtu mzima. Kabeba kandili au kibatari au kinga cha moto ili kuonea njia na lindi la choo. Mbona mjini kwa baba kulikuwa kuvutia kuliko shambani kwa mama? Na hisi sasa kwamba kumbuguzi mama na ombi la kutaka kwenda shule lilikuwa tokeo la kitwea kikubwa. Kule kukosa ndugu zangu kucheza nao si hamu ya masomo. Huko shambani kulikuwa na shule ya chekechea Kilimani kwa Bwana Mushina wa Inaina, karibu na kwetu nyumbani. Mwalimu alikuwa Jane Kisuya, bintiye mzee Kisuya. Madam Jane kama tulivyomuita alikuwa hajaolewa hata chuo kimoja, ingawa alikuwa na mtoto mvulana wa Hirimu yangu aitwaye Tom. Ilikuwa nadra siku hizo kwa mtoto kuzaliwa nje ya ndoa. Jane ndiye aliyekuwa mwalimu wangu wa kwanza rasmi, lakini kwangu mimi na wa pili, maana mama ndiye aliyekuwa mwalimu wangu wa kwanza. Nilihudhuria shule hiyo ya chekechea kwa juma zima, nikakataa kurudi huko. Kisa na maana ni kwamba ijapokuwa mwalimu alikuwa na insafu, hakuweza kumzuia msichana mmoja mkubwa kidogo na mtundu ajabu kunibuguzi pasi kukoma. Nilishindwa kustahimili ushari wa msichana huyo aliyekuwa heshi kunitukana na kunipiga. Ilikuwa lini hasa? Sikumbuki vizuri. Nafikiri labda mtapema mwaka wa 1970.
Baada ya kugomea shule ya chekechea, niliketi nyumbani na mama kwa mwaka mwingine mzima kabla ya kujiunga na shule ya St. Joseph walikokuwa wakisoma wakubwa zangu. Hapo ndipo ilipoanza rasmi safari yangu ya kimasomo yenye mabonde na milima, heri na shari, na ushindi na ushinde. Ninapopiga darubini nyuma, naisikia bado sauti ya mama akisema, sasa utaenda kuanza shule St. Joseph. Taswira ya St. Joseph ninayoikumbuka ni ulimwengu mpya wenye fahari na naima na kila kitu cha kisasa. St. Joseph ilikuwa mseto wa shule ya msingi na chuo cha walimu na shule za msingi katika kiambo kimoja. Mwalimu mkuu wa chuo cha walimu Bwana Owino alikuwa rafiki yake mkubwa baba, kama alivyokuwa Patrick Ken, mwalimu mkuu wa pili wa shule ya upili ya St. Joseph. Miaka michache baada ya chuo kuhamishwa kutoka St. Joseph na pahala pake kukachukuliwa na shule ya upili, nao walimu wanafunzi chuoni walikuwa sehemu ya ulimwengu wangu mpya. Nilishangazwa na umahiri wao mbalimbali ulioathiri pakubwa utendaji wangu darasani na uwanjani. Mwanzo nilipenda kuwatazama wakifanya mazoezi ya michezo jioni na wakichuana na timu nyinginezo katika michezo ya mpira wa miguu, volleyball, basketball na mchezo wa pete. Pamoja na riadha, walichochea ndani yangu hamu ya kuwa mwanamichezo aliyebobea katika siku zangu za halafu. Mpaka leo namkumbuka Ben Jipcho, mwanariadha maarufu aliyewakilisha Kenya kwenye mashindano mbalimbali ya kimataifa. Alikuwa mwalimu mwanafunzi papo hapo St. Joseph. Nilikuwa katika darasa la kwanza michezo ya Olimpiki ya mwaka 1972. Michezo ninayoikumbuka mpaka leo. Ilikuwa fahari iliyoje kuwa kwenye umati uliojumuika kwenye ukumbi wa kijamii pale St. Joseph kumshangilia kwenye runinga Ben Jipcho akishindana na mibabe wengine huko Munich, Ujerumani. Si kilele hizo tulizopiga. Ben Jipcho alipotimka akaibuka wa pili nyuma ya Mkenya mwingine, Kipchoge Keino, kwenye mashindano ya riadha ya mita 3000 kuruka maji na viunzi. Mwaka 1974 Ben Jipcho alishinda dhahabu katika mbio za mita 5000 katika mashindano ya Jumuiya ya Madola mjini Christchurch nchini New Zealand. Miaka mingi baadaye, niliposhiriki kwenye mashindano shuleni na mitaani, hasa kandanda, nilimkumbuka Ben Jipcho na athari yake kwangu. Mwanariadha mwingine aliyevuma wakati huo alikuwa Cosmas Siele, ambaye naye tulifahamiana sana. Nami nakumbuka nikila kwake mshumbi wa sima pindi kwa pindi. Mbali na kuwa mwanariadha hodari, Cosmas Siele alikuwa msanii wa kupigiwa mfano. Karibu michoro yote chuoni aliagizwa yeye kuichora kwenye mabango na kuta za majumba kadhaa wa kadha chuoni. Naye kachochea ilhamu yangu ya kuwa msanii mapema sana katika maisha yangu. Punde niliondokea kuwa mchoraji mahiri. Kila muhula niliuongeza katika somo la sanaa ya uchoraji. Hata muhula wa kwanza katika darasa la pili, wakati Malkia Maumbi aliponicheka kwa kukokota nanga darasani, nilikuwa ndimi bora zaidi katika somo hilo la uchoraji.